Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Samson Frederick, nimeokoka na mpenda Yesu, ni mzee wa kanisa katika kanisa la PCCT lililopo Tegeta, Dar es Salaam, chini ya Askofu Dr. Frederick Simon. Leo ninakwenda kukuletea somo linalosema kinachokufelisha ni kuangangania wanaokataa na kuacha wanaokubali. Kinachokufelisha ni kuangangania sana wanaokukataa, alafu pia na kuacha wanaokukubali. Kwa hiyo kinachokufelisha ni kwa sababu wewe unaangangania wanaokukataa, alafu pia na kuacha wanaokukubali. Katika maisha kuna watu automatically tu hawatatokea kukubali. Hawatatokea kukubali hata kama ufanye miujiza, yani ufanye miujiza mikubwa namna gani, automatically hawatakukubali, hawatakuelewa, na wala wanaweza hata wasikupende. Hiyo ni hali ya kawaida. Sasa kitu cha msingi ambacho unatakiwa kukijua ni kwamba unatakiwa uangalie ni watu gani ambao wanakukubali na watu gani wasiokukubali. Utatumia muda mwingi sana kujiattach na watu ambao hawakukubali na hawatakuja kukubali na wala hawatakuja kukuelewa. Kwa hiyo unatakiwa utumie muda mwingi na wale ambao wanakuelewa zaidi kuliko wale wasiokuelewa. Kwa sababu kwa kawaida, katika hali ya kawaida, wapo watu ambao walifanya mambo makubwa lakini hawakukubalika na watu wote. Hapa ninapozungumza na wewe, Yesu mwenyewe aliwahi kuwafundisha wanafunzi wake. Alishawahi kuwafundisha wanafunzi wake kwa habari ya kutowangangania sana wale ambao hawawapokei. Tutasoma katika kile kitabu cha Mathayo 10:14. Mathayo 10:14. Mathayo 10:14. Mathayo 10:14. Mathayo 10:14, Biblia inasema, na mtu asipowakaribisha wala kuyasikiliza maneno yenu mtokapo, narudia tena, na mtu asipowakaribisha wala kuyasikiliza maneno yenu mtokapo katika nyumba ile au mji ule, kung'uteni mavumbi ya miguuni mwenu. Na mtu asipowakaribisha wala kuyasikiliza maneno yenu mtokapo katika nyumba ile au mji ule, kung'uteni mavumbi ya miguu yenu. Maana yake hapa anawaambia muondoke. Kuna watu automatically wanaweza wasikubali, wasikuelewe. Wewe unachokifanya, usilazimishe wakuelewe, usiwaforce wakupende, usiwalazimishe sana uonekane kwamba yani wewe unawalazimisha sana wakupende. Hicho kitakufelisha katika mambo mengi. Kitakufelisha sana. Kinachowafelisha watu wengi ni kuangangania watu wanaowakataa na kuacha watu wanaowakubali. Ni vizuri wale wanaokukataa, jaribu kuachilia waende, shikamana na wale wanaokukubali. Lakini nikueleze tu kwamba Yesu mwenyewe kuna watu waliomkataa kabisa. Yesu mwenyewe aliwahi kukataliwa. Tena Biblia inasema hata ndugu zake hawakumwamini. Ndugu zake Yesu hawakumwamini. Yohana 1:11. Yohana 1:11. Biblia, Yohana 1:11. Yohana 1:11. Biblia inasema alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Unaona, Yesu alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumpokea, maana yake hawakumkubali. Sasa kama Yesu mwenyewe walimkataa, wewe nani usikataliwe? Wewe nani usichukiwe? Yani Yesu aliye mwana wa Mungu, tena Biblia inasema hajawahi kutenda dhambi na wala hila haikuonekana kinywani mwake, ambaye alikuwa yani ni mtakatifu asilimia zote, hajawahi kutenda dhambi. Lakini watu bado walimkataa, watu bado walimkataa na hawakumuelewa, hata ndugu zake hawakumuelewa.
Je, wewe ni nani? Wewe ni nani? Kwa hiyo kuna watu ambao automatically watakukataa tu. Usitumie muda wako mwingi kukaa na watu ambao hawakuelewi na wala hawakuelewi. Tumia muda mwingi kukaa na watu ambao wanaelewa kile unachokifanya. Lakini si hivyo tu. Hata Paulo alipowaona Wayahudi hawapokei Injili, aliachana nao, akapeleka Injili kwa mataifa. Matendo ya Mitume 13:46. Matendo ya Mitume 13 na mstari wa 46. Matendo ya Mitume, naweza nikaongea kitu kigumu lakini naomba uelewe. Matendo ya Mitume 13 na mstari wa 46. Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa wakasema, lilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza, lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele, angalieni twawageukia mataifa. Paulo akaona kwa kuwa wenyewe Wayahudi hamtaki, hamna haja ya kuwaforce, akawapelekea neno la Mungu mataifa. Wewe hautaweza kukubalika na kila mtu. Yesu mwenyewe amekataliwa. Mtume Muhammad mwenyewe, kuna watu hawamuelewi mpaka leo, hawamkubali, hawamuelewi. Mungu mwenyewe, ninavyozungumza Mungu mwenyewe, kuna watu hapa wanasema Mungu hayupo, hajawahi kutokea kiumbe anaitwa Mungu. Mungu mwenyewe hawamuelewi, wanasema Mungu hayupo, hakuna kitu kinachoitwa Mungu, Mungu ni nadharia. Kuna watu mpaka leo hawaamini Mungu kama yupo. Sasa wewe ni nani ambaye unataka upendwe na kila mtu? Haitawezekana kupendwa na kila mtu. Wewe elewa tu kwamba ambao hawataki kukuelewa, usipoteze muda kwao. Wewe komaa na wale ambao wanakuelewa. Wale ambao wanakuelewa komaa nao. Kama mtu anaweza akasema Mungu hayupo, anamkataa Mungu aliyemuumba, wewe ni nani usiache kukataliwa? Komaa na wale wanaokupenda na wale ambao wanakuelewa. Kumbuka, kinachokufelisha ni kuangangania wanaokukataa na kuacha wanaokukubali. Wale wanaokukubali, tembea nao, kuwa nao pamoja, watakufikisha mbali kuliko hawa ambao unaangangania hawataki uwe karibu nao, watakurudisha nyuma kila siku. Mungu akubariki. Mimi ni Samson Frederick, natokea kanisa la PCT uwanja wa Mkanada Tegeta, hapa chini ya Askofu Dr. Frederick Simon. Nikuombe subscribe, comment, share, na Mungu akubariki. Amen.